siwezi kupita bila msaada. Neno Mungu linasema mkimpwika yeye fadhaa zenu zote, anasema kwa maana anajishughulisha sana na mambo yetu. Mungu anajua kabisa namna ambavyo anaweza kumsubiri mwanadamu atamke au aombe jambo lolote ili amsaidie. Kwa maana neno Mungu linasema jaribu kumpwika Mungu fadhaa zako, jaribu kumpwika Mungu njia zako, jaribu kumkabidhi Bwana chochote unachotamani ya kutendea, na Mungu utamwona akiachilia nguvu ya msaada, nawe utakuwa salama kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana hiyo, ili Mungu afanye kwenye maisha yako, hebu mpike fadhaa. Mpike fadhaa zako, mpike fadhaa zako, mpike fadhaa zako. Lakini jambo la pili nasema, ili Mungu aweze kutenda, jambo la pili nasema, nataka nikufundisha hapa pointi ya pili, ili unatamani Mungu atende. Jambo la pili ambalo Daudi hapa anasema, mtumaini yeye tu. Mtumaini yeye tu. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka sura 20 ukianzia pale, anasema mimi ni Mungu wenu niliyewatoa katika nyumba ya utumwa. Anawaambia wana wa Israeli kipindi kile wako na Musa, anawaambia kwamba anajitambulisha kwao ya kwamba mimi ndio Mungu wenu. Anawamaanishia au anamaanisha ya kwamba kama mimi ni Mungu wenu peke yake, inawapasa mnitumaini mimi kwenye jambo lolote. Kama umeshamkabidhi Bwana njia zako, jambo la pili au kitu cha pili kitakachofuata ni kumtumaini Mungu, ya kwamba nimesha kukabidhi njia zangu, lakini sasa ninakutumaini wewe ya kwamba katika hizo njia zangu Mungu utafanya. Kwa maana hiyo, hakuna jambo ambalo utamkabidhi Mungu asitende ukiwa na imani ya namna hiyo. Matumaini ni zaidi ya imani, ni kuishi kwa kumwambia Mungu peke yako unastahili, wala hakuna mwingine. Kwa maana hiyo, Mungu anapoangalia kiwango chako cha kumtumaini, anapoangalia kiwango chako cha kumwamini zaidi na zaidi, hawezi akajizuia kufanya jambo lolote kwenye maisha yako. Watu wengi sana, ni rahisi sana kusema tunamwamini Mungu, lakini tuko nje sana, mbali sana na kwa habari ya kumtumaini Bwana, yani kumfanya Mungu kuwa kila kitu kwenye maisha yetu. Unaweza kukuta mtu anaona ni rahisi kabisa, anamwamini Mungu, anasema kabisa, anasali kabisa, na ni Mkristo na sadaka anatoa, lakini katikati ya kumwamini Mungu, ikitokea shida anakimbia kwa waganga. Huyu ni mtu ambaye amemwamini Mungu, ameamini ya kwamba Yesu yupo na alikuja akatuokoa, lakini haamini wala hamtumaini katikati ya mapito yake, anamuona hawezi kumsaidia. Ndio maana mwingine akipata shida anakimbia kwa waganga, anakimbia mahali mbalimbali, anakimbia kutafuta msaada. Ni kwa sababu kuna mahali anakosa kuelewa jambo gani afanye ili Mungu amsaidie. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitakacho kusaidia kama hujakuwa tegemeo lake. Kwa maana hiyo, ili Mungu atende na kufanya kwenye maisha yako, mtumaini yeye. Haijalishi umekula leo au umelala njaa, mtumaini Bwana kwenye maisha yako. Haijalishi umetafuta kazi umekosa, endelea kumtumaini Bwana. Haijalishi umetafuta marafiki nao umekosa, haijalishi umetafuta msaada nao umekosa, umesema umetukanwa, mtumaini Bwana naye atafanya. Acha kutumaini vitu vingine, acha kutumaini pesa, acha kutumaini mali. Mtumaini Bwana, atatenda kwenye maisha yako. Wengine wanatumaini marafiki walio nao, wengine akaunti zao za benki wanazitumaini sana, na wanasema hata kama nikiumwa leo, kwa sababu akaunti yangu inasoma, naweza nikaenda popote. Sikiliza, kuna wakati unaweza ukapita hata akaunti yako isikusaidie jambo lolote. Kwa maana hiyo, kitakacho kusaidia ni matumaini yako mbele za Bwana. Nimekwambia njia ya kwanza ni kumkabidhi Bwana njia zako, lakini njia ya pili nimeshasema ni kuweza kumtumaini Mungu naye atafanya. Bwana